Hamjambo tena. The Lord is good and all the time. And that is his nature. Wow. Naomba kuwakaribisha as we are longing to see that day approaching. Elda, sijui mwanafunzi wako, sijui utaweza sahau vipi, lakini kama ni utelezi wa ulimi. Ni Zipora, Pastor Zipora Kemuma, ndiye amesimama mbele yenu. Na ndiye amekuwa akinena juu ya afya. Na sana sana tumezingatia kuangalia akili zetu jinsi zinafanya kazi na jinsi Mungu anataka zifanye kazi. Tukiunganisha ama when we were discussing about our mind, soul, spirit, brain, and we relate it to our salvation. Now I want us to compose ourselves as we see what is coming today. Let us pray. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya kipawa cha uhai. Na tumekushukuru kwa sababu umetupatia chakula cha mchana. Na sisi tumekusanyika hapa kusikiliza lililo penzi lako. Baba, tuomba mbingu iweze kushuka, inene nasi jinsi upendavyo. Ndilo ombi letu, tumeamini na tumeomba na kuamini katika jina nzuri la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Like now utaweza hitaji kufanya kitu fulani, akenda kanisani, soma Biblia, fanya hiki na kile na kile, watendee wenzako vizuri. Unapofikiria kumtendea mwenzako vizuri and you find yourself doing wrong, then we saw that your spirit and your soul does not connect with your mind. And what God wants us to do, kile ambacho Mungu, lililo kusudi la Mungu ni kwamba ikiwa sisi alituumba kama mfano wake, then we need to imitate his character. Tuishi jinsi alivyoishi yeye kama mwokozi wa maisha yetu. Ya kwamba if we have this mind, should work together with the spirit and with the soul. Tukaona ya kwamba most of the time in making decisions, it all depends with your spirit and with your soul. Yes, utaweza sikia mwito, utaweza sikia ukihubiriwa sana, utaweza hisi kufanya kitu fulani, utaweza kuwa na hisia za kujenga nyumba. Lakini if this spirit is very weak, the soul does not collaborate with this mind, then that fikra zinaenda in vain, hazitafanya kazi. Na kile ambacho umefikiria utaweza kikifikiria kwa muda mrefu, hata 1 year, 3 years, 4 years. And that is why ukipata mtu amejenga nyumba na ameachia njiani, nyumba imemea nyasi, imefanya nini, ng'ombe wamekuja wamekaa ndani, wametoa hiyo mawe juu, know that yule mtu alifikia his soul and spirit ikawa dwarf. It was never connected well with the mind, because the mind inaendelea. Ukipita kwa hiyo nyumba unaona kweli hii nyumba nilikuwa nataka kuijenga, na mwishoe na tena unajikamilishia ukisema by God's grace, by God's grace nitafanya nini, nitamaliza. Mpaka unafikia watu wakisema, unaona pale penye nyumba imejengwa imeachiwa njiani, ile yenye imemea nyasi ndani. Na hata wewe mwenyewe unaanza kutoa mfano ukielekeza mtu kwenye mahali fulani, eti ukifika kwenye nyumba imejengwa na imeachiwa njiani, hapo ndio kwangu. Yani ufikiri kwamba hiyo ni aibu, maana mind zako na spirit and soul never collaborated, and it hindered, ilizuia fikra zako kukamilika. Wana wa Mungu, tuliona ya kwamba hata kama ni wokovu wetu, hizi vitu viwili au vitatu, maana tulipata ya kwamba the spirit and the soul
works together. They are inseparable. So when they work together with the mind, they form two things. If these two things cannot work together, then our lives is useless. It becomes even difficult for us to make a decision to accept this Christ as our personal savior. Unakuta mhubiri anaimba, anaenda kuweka wimbo, anasumbuka, lakini it all goes in vain. Na wewe uko hapo, unataka ukuje, lakini ile spirit inakuvuta, unakwambia hapana, hujachoka kufanya usinzi, hujachoka kufanya nini na nini. Let us think about putting our spirit, soul and mind together so that we may reach this salvation. Katika kitabu cha Deuteronomy, hapo ndio niliachia jana, kwa maana tulikuwa tumeangalia sana how this mind and soul work together. And now Moses is telling us this way, because the author of that book is Moses. Moses is reminding us this way. Deuteronomy chapter 6 verses 5. Yule mwenye amefika hapo aweze kunisomea. Pumzi ya Mwenyezi Mungu yasema, inasema ya kwamba nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, with all your strength. Therefore there is nothing you can say kwamba unajua mimi pastor niko tu. Pastor anakuja kukutembelea, anakupembeleza, na unamwambia kifikira tu, pastor nchemanya nkoro yane yosi pinga yeri akimwaki, roho yangu yote iko wapi? Iko na nyinyi. Hata kama msiponiona fikira zangu ziko wapi? Let me tell you, we are relying ourselves. Mtumishi wa Mungu Musa ametukumbusha ya kwamba if indeed you want to be called a child of God who has accepted this salvation, who has accepted this act of the cross, you have to connect your minds well. The soul, spirit and the mind should work together. Wakati mtu anakuambia pastor tuko pamoja, mimi hata msiponiona mjue kwamba tufanye nini? Pastor, hata sadaka zangu ninaletanga. Your mind, your soul, your spirit are apart. They are away from each other. Because your mind tells you, yes, I am with you. But your spirit is very weak. It's very weak. It doesn't act. And more so, we find that the inner part of us, it carries two things: wisdom and understanding. Ikiwa mtu if somebody makes a decision, you might make a decision that might be wrong or wise. Ikiwa itakuwa ni bahati mzuri, ufanye uamuzi ambayo ni uamuzi mzuri. Glory be unto God. Because hapo utapata akili, fikra na moyo wako zinafanya kazi sambamba na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hata kusoma Biblia, hata kufikiria jinsi alivyokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Nometebuna abantu bande mbaroro bagotebuna maene pi emokwe ngaina. Omotori oyo takwete na ande takwete. Ngora abambu aso msalaba na anda ache moyo. Yani wanapinga kabisa. Lakini wanajua ya kwamba sisi tulifiwa msalabani. They just, I don't know whether I can call it a belief or what. They don't trust that indeed Christ died. He was crucified. He was buried. The most powerful thing ambayo wanapinga zaidi, he never resurrected.
Does it mean our Christ is down here still? Abana banyasaye obongo bwaito oikatobo bwatani botuare relationship yaito ebe yekerenga kyomone no yorotos otorosetie na ndagatobeka sobo iko bwense egekogera ni gato manyete buna we are wonderfully and fearfully made. Sometimes our mind is a critical, it has been started several times that is something critical yenye wezi understand vizuri, because sometimes our mind itself as gentekekere meyaito egenteke box yebogoreti sometimes nabera atongaine we hinder even our relationship with God. Unajua ya kwamba hata wakati unaendelea kukumbushwa kwamba hata sadaka ya makambi unastahili kutoa. What is the meaning of camp offerings? The meaning of camp offerings ni kumrudishia Mungu asante. Number 1, kwa kipawa cha uhai. Number 2, kwa sababu alisurubishwa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, dhambi zako. Yani you accept this salvation. Unajua kuna wengine tunaita saizi njoo kwenye zizi. Sasa wewe uko zizini, wewe unastahili kufanya nini? Pale zizini kuna kazi ambayo Mungu amekuitia ufanye. Ile yenye tuliangalia kutoka tulipoanza kipindi. Ile task ambayo Yesu alituachia duniani hapa ilikuwa gani? Nendeni ulimwenguni kote. And that is why I've seen several guys here who has the t-shirt that is written what? I will go. Sasa hautaweza fika Mombasani. Hautaweza kufika these other places zenye hata hakuna injili. And this is sadaka yenye utatoa kidogo. Hii yenye spirit yako inakuambia si sadaka ni akina unkunu wanaenda kukula. Mbona nitoe sadaka anyway? Yani unalazimishwa wana wa Mungu. You are forced to give God what belongs to him. Ingekuwa ni uwezo wa kila mmoja wetu. Wakati ule roho yako inakusukuma kwamba utoe. Akili yako inakusukuma kwamba toa. Na usipotoa immediately, mind you ukisonga kidogo utapata mahitaji, obstacles on the way zile ambazo tuliona, distractions all over. And you make a decision that is not wise. That is not the agenda of the mind. The agenda of the mind is to make a wise decision and a decision that is well understood. This is wow. God is instructing us that our mind, we must worship him in our minds, soul, and with all our strength. Now let us all, because we are human beings, kwa sababu sisi ni binadamu, na Mungu wetu anatujua vyema kwamba alituumba tukiwa sawasawa na mapenzi yake. Maana tunaposoma kitabu cha Zaburi 139 fungu lake la 14, anatuambia kwamba alitosheka. Hata sisi wenyewe tunajikumbusha kwamba we are wonderfully and fearfully made. Hata akili zetu tunajikumbusha kwamba akili yangu iko sawa. Sasa kuna mahali inafika akili yako inakataa kukua sawa. Sijui kama hapo tutasema we are wonderfully and fearfully made. Katika kitabu cha Genesis pale mwanzo inatuambia ya kwamba alipokuwa anaumba, alituumba kama mfano wa nani? Wake yeye mwenyewe. Sasa tunafika wapi basi tunafanya kinyume cha Mwenyezi Mungu? Na akili yetu ilifika wapi ikakataa kufanya kazi? Maana Yesu alipokuwa duniani, he did all we desired to have. And that is why you are alive. You are not alive by chance. Abana banyasaye.
You did not survive by chance. It is the plan that God had at the cross. And that's why tunapata Paulo anatukumbusha ya kwamba the message at the cross will be foolish for those ones who do what? For those ones who do what? Perish. Haitakuwa ya maana kwa wale ambao yani wamekataza akili zao kufikiria zaidi na kile ambacho kina wasurround. Kile ambacho akili yake inamwambia, roho yake inamwambia kujitolea si leo. Kutoa sadaka si leo. Ulitoa mwaka jana, sasa mwaka huu pumzika kidogo. The gospel at the cross will be in vain for those people. Huyu mwandishi alikuwa anasema hivi. In several places, we see mind as critical in aiding and hindering our relationship with God. Nilipokuwa nasoma kile kitabu ambacho kinaitwa Forgotten Rest. Kuna kitabu pale inaitwa Forgotten Rest. Ilinikumbusha ya kwamba inaongelelea juu ya Sabato. Ilinikumbusha ya kwamba Adamu na Hawa walipoumbwa wakawekwa katika shamba la Edeni. Immediately Sabato ikakuja. What is the meaning of the Sabbath? Who can tell me? Eldo Moyo. What is the meaning of the Sabbath? Holiness. Complete. The Sabbath. What should we do in the Sabbath? To rest. Did Adam and Eve rest? Walipumzika? Ha? Karo monta ako timoka igongikere. Ha? A whole day. You rest from other works to worship who? That's according to Ellen. What about you? Lakini tukiangalia hawa Adamu na Eve, they were created on Friday, yeah? And the Sabbath immediately came. Ellen, sasa kazi ilikuwa wapi? Obe, hakukuwa Ellen. Sabato yani kazi ilikuwa wapi walikuwa wanafanya? Adamu na Hawa. Sasa sitaki unijibu. Hakukuwa na kazi. Wewe unadhani walikuwa wanafanya kazi? Ndio maana tunasikia ya kwamba tukifika mbinguni kazi yetu ni kukula na kuoga, hata sijui kama tutaoga. Maana we shall be always holy. Wana wa Mungu, kile kitabu kikanikumbusha ya kwamba when Adam were created, they were placed in the Garden of Eden. They never did do any work. Hawakufanya kazi yoyote. Hivyo hawakuchoka. Mtu ukipumzika, hivyo umefanya nini? Umechoka. Wiki iliyokuwa inafuata, wanaita kwa kile kitabu wanaita the second Sabbath. The second Sabbath kabla ifike, hapa juma katikati, there was no work Adam alikuwa anafanya. There was no work completely. But akifika Juma anajikumbusha kwamba I should put this day aside as God said it, for only resting. Kile kitabu iliniambia they were not just resting. Ule ni wakati ambao walikuwa wanakuja pamoja, wanamkumbuka Mungu wao, wanaangalia uumbaji, and they connect tightly. Yani wanatengeneza ule uhusiano kati yao na Mungu uwe in compact. Makinda tebe balinge kogese guru anye guru yabe kirenke igo bamenta elindo bwanchani bwakorage ntokieke bwakonga ekerokorozie meza egokorozie meza kwabeke guru nande bwakorage ntokieke kwarete gento kelitima tindi carpenter kwarete gento keli kwayesira. One Sabbath abana banyasai, the Sabbath is there to remind us the connection that is between us and Christ. And if you can't rest well,
if you can't tell your mind to rest well, if you can't make a decision to worship God with all your mind, with all your heart, and with all your strength, then you are doing things in vain. Ndio maana tunasema ya kwamba the mind is critical in hindering our relationship with God. Our relationship with God is disconnected because our minds are also connected with the spirit and soul. Obongo bwaito no moyo ito na byonsi bireme yaito, they have been disconnected. Once bire disconnected, abana banyasai, Mungu atakuwa akifanya kazi yake, na wewe kama binadamu utakuwa ukifanya kazi yako. Hata ukisikia matoleo ya sadaka utasema nilitoa mwaka jana. Hata kama ulitoa 1,000, hata kama ulitoa 2,000, you will see it as a huge amount of money. No mete bunambara oraba ko ruchi milioni nande baliko chiwa batagete masise ni uboli. Tumetangaziwa ya kwamba yule ni kipofu. He is blind. But anasikia moyo ukimsukuma kwamba I have to sing today. Lazima nimwimbie Mungu leo. Na yani akubika akuna juhudi za juu sana. Anajikaza. Sijui ni nani alimleta mpaka hapa. Sijui kama ni yeye alimlazimisha akamsukuma mpaka hapa. Sijui anatoa fikra wapi, na yeye ni kipofu jamani. Na sisi tuko hapa wana wa Mungu. We have all the powers. We have all the strength to worship the living God. Na hapa unapembelezwa kumwabudu na kumfanyia Mungu kazi. It is in vain. Si kazi rahisi. Obongo bwaito abana banyasaye. Ekero nyasaye tutungete agatubekera obongo boiga nigere ngana ki tobokorere gasi ekerago chagocha point nerege kayantebi naigwe kengere point nerege kayantebiga. Let us all know that we as Christians, we shall take full account not only of body and soul, but also of the mind as a key part of the means of to be a human. Inki kwa korere to bongo bugao ekero kwa renga sobo ikomwense. Inki kwa bokorerete to glorify God. Abana banyasaye guchinse yamanyagote bankorenga. Therefore Christians are called to make temples of their bodies. So too a greater emphasis needed to be placed in the need to care for and cultivate the mind. Na yokoborosi talionde ebirengera byaho kibyata kirenga bikore gento na yokoimuka watebo monenone I've thought to do this and this na nerure komokorero monene wetera senchera ya matera nerure bono ndwo moberone buneke ngwansege chenu ochiaso enyumba yo monene nerure korwe sadaka yekambi omonenone tinkonyara inchebweka lakini yakerura abeime yane onsegete I will do it with all my mind, with all my soul, and with all my strength. Hallelujah. Let us compose ourselves to give an account as Christ's return is approaching. Inkiora arugo saba na banyasai as we see that day approaching. Tigankungege keigo ekere nkie kanisera akore to nurture those people who are dwarf in their minds and other things. Mono abante bago tinyuko na chekina ekero bare nobororo bonge. Abayiboli mora. To na chekina go ito mwano no nyogo sire monekero no ori nobororo. Agako ere gora mwake na ndo chikorigire trader later. Instead, the writer of the program egarenge go to advise ga. Ekero ori nobororo. Walk away. Walk away or keep quiet. Decide to keep quiet. Decide to be silent. In order, na kia kora lirima gari tu arigeretinga, I've had it. Now I'll stop there.
na kigora twarigereti tanganina naki obongo bwaitu gokora egasi karabo tagete ko make a good decision wikabotwara ase botoererete so that you may not make a wrong decision in your life. When you make a decision when you are angry, nechibenga nenyombote tukwagacha buna abantu bagosekereire mono ukoretura magena nkobutara ensabu amere chisereti chingiti chisoime nechimonyo at long last ama tafoli aliere na nditabese gokorera egasi. Make a decision while you are sober in your mind. Deuteronomy chapter 6 yetwasoma nigo yatutebinga, let us worship our God with all our mind. Tobese kukachoba ngonka kole kanisa. Tobese ko make a decision yo korong yo montonde ekeroge echiri. Nyasaye tingato konye Mungu aweze kutubariki, aweze kutuwezesha. Wana wa Mungu tumesoma hiki kitu mara mingi kwa sababu akili zetu ndizo zitatuelekeza kufanya lililo penzi la Mungu na Mungu arejeshe ufalme wake tuende mbinguni kupumzika. May you all be blessed as we get into another session in Jesus' name. Let us pray. Mungu na Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani yalivyo mbinguni. Tumesoma katika session hii na katika vifungu ambavyo vimeandikwa na Roho wako Mtakatifu kupitia watumishi wako ambao uliweka ili waweze kutuambia maneno haya kupitia katika kitabu chako takatifu, ya kwamba akili zetu tunastahili kuziweka ziwe to glorify you, Lord, in heaven. But in case we have wronged you, asokorengereri na asogokora, tunaomba ya kwamba uweze kutufunika na damu yako ili tuweze kukumbushwa na Roho wako Mtakatifu, tuweze kufanya lililo penzi lako. Na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu, kama katika fikra zetu tumeenda kinyume na mapenzi yako, tuaomba msamaha Mwenyezi Mungu. Sasa tuaomba uweze kuturejeshea zile akili ambazo ulituumba nazo katika shamba la Edeni, kwamba hata kama hatukuwa tunafanya kazi ambayo ilikuwa ni ngumu, lakini tulikuwa na mawazo ile yenye ilikuwa inatutangulia ya kwamba we need to worship you, we need to connect ourselves well. Ochasore elindo bwanchani bwao idumu ndani yetu, tuweze kukuabudu katika njia ya kweli. Baba, waliomo hapa tumewaweka mikononi mwako. Tunapoendelea kusikiliza watumishi wako wanaponena nasi, omonene kora ancho tuanchere oigore birengera libyeito, understanding yaito yeigore ndo omonene tokore togotabuna maene kwa irani ryoboroti bwao asitore kone gento tokanyetenke liyo kwenda iguru. Let now your will be done, for we pray this hoping and trusting in the holy name of Jesus Christ. Amen. May God bless you. Get the point. Take a step forward. Get the point.